sekeseke la kwake mtu mzima Mac Voice na bosi aliyekuwa bosi wake Rayvanny likiendelea, watu wamedondosha komenti nyingi sana na kuzungumzia kwamba huenda Mac Voice anatafuta kiki kupitia aliyekuwa bosi wake kutokea katika studio za Next Level. Lakini kitu ambacho mimi nataka nikujuze wewe shabiki wa muziki wa Bongo Flava ni kwamba kitu ambacho anakizungumza Mac Voice ni kitu ambacho anazungumza kitu cha ukweli kabisa, kwa sababu mimi ni shahidi, kwa sababu kabla ya kuvuja ile video clip yake ambayo alionekana yupo kwenye show za Chaka to Chaka, mimi nilikuwa naye bwana Mwamba, tukajaribu kupiga naye story na nikamuomba interview, lakini akaniambia kwamba kwa sasa hivi hahitaji kuzungumza kitu chochote kuhusiana na yeye kuondoka katika recording label yake ambayo ni Next Level Music. Sasa anachokizungumza Mac yuko sahihi kabisa, ni kweli alichokizungumza, na Mac Voice bwana amepitia haso nyingi sana na amepitia maisha magumu sana. Sasa nini tujifunze, ama wasanii wajifunze kitu gani ambao wanakuwa katika recording label? Kitu cha kwanza na cha kuzingatia, wanatakiwa wajifunze kuipitia mikataba yao kabla hawaja sign. Na kitu kingine pia cha kuzingatia, wanatakiwa kujifunza kwenye recording label zingine ambazo tayari zimeshakuwa kubwa hapa kwetu nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Mfano mzuri tu, recording label ya Marvin ya kwake Don Jazzy imetoa wasanii wengi sana, na hatukuwahi kuona kina Burna Boy, kina Wizkid, kina Davido wakizungumzia ubaya wa recording label hiyo. Lakini kibongo imekuwa ni too much sana, na sasa hivi tumemwona pia mwanadada Pipi Jojo ameweza kujiondoa kwenye recording label yake ambayo inaitwa ni Chief Roots Music, na tumeona amezulumiwa haki zake, hajapata haki zake stahiki ambazo alikuwa anastahili kupata, ikiwepo akaunti yake ya YouTube, na ni akaunti ambayo alifungua yeye mwenyewe. Sasa hapa tunaweza tukajifunza na tukaifunza pia dunia na industry kwa ujumla kwamba kuna vitu vya msingi ambavyo msanii anapoingia kwenye recording label yoyote ile kibongo anatakiwa kuzingatia mkataba, lakini pia anatakiwa kuwa na wanasheria ambao hata ikija kutokea sitofahamu, basi anakuwa na watu ambao wanaweza kumsaidia. Lakini kubwa zaidi pia nimpongeze ndugu yangu bwana Mac Voice kwa hii hatua ambayo kaifikia kwa sasa hivi. Nafikiria atapata haki zake ambazo zinastahili, kwa sababu tulimuona pia aliweza kukaa na ndugu yetu bwana mwana FA wakazungumza, na nafikiri mambo yanaweza kaenda sawa bana. Mimi naitwa Shed the Mix, nilikuwa nakujuza kupitia hilo.